Chochote kinachotokea kwenye maindi yako, kwenye akili yako, kinatokea pia kwenye maisha yako, na chochote ambacho hakitokei kwenye akili yako hakitokei kwenye maisha yako. Kwa Mungu amemuumba mtu kwa namna ambavyo anaruhusiwa kumiliki au kuwa vile tu ambavyo akili yake imekuwa. Afikirivyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, au aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kuona maana yake unatakiwa uwaze mpaka uone. Kwa nini nasema kwenye nafsi? Sababu kwenye nafsi, akili iko kwenye nafsi, akili haiko kwenye ubongo, akili haiko mwilini. Akili ni kitu cha rohoni, kwenye nafsi, kwa sababu ndiko kuna kuwaza, ndiko kuna maamuzi, ndiko kuna hisia. Maamuzi yako yote yanafanyika kwenye nafsi. Kwa hiyo anasema aonavyo mtu nafsini mwake. Maana yake ni nini? Kwenye nafsi ndiko kuna akili, akili iko kwenye nafsi. Ndiyo maana sasa kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na 4 inasema, ikiwa injili imefichika kwa hao wanaopotea, ambao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao ili isiwazukie nuru ya injili, wakaokoka. Kwa nini apofusha? Sababu anajua usipoona kwa jinsi ya ndani au miliki kwa jinsi ya mwili, lakini inatakiwa uwaze mpaka uone. Mungu, nina hii shida, natokaje hapa? Nafanyaje hapa? Mungu, kuna huu mkwamo, natokaje hapa?